Nejoda, how are you guys, man? I hope you guys are doing great. It's another beautiful day. Huku kwetu ni Kikuyu, ni August. Yeah, man. You know, and interestingly, kuko tu sherehe. Kwa sherehe lakini kuna kajua. Kanjeve kamehepa man. Ndo August inaingia. Yeah, it's a nice vibe. It's a nice vibe. We are happy around here, manze. Na God amekuwa na sisi throughout, manze. Ametuwezesha kuamka tena ku preach the true gospel of truth. You know, the true gospel that is Christ. You know, we don't preach the word of God, we preach the word that is God. You know, you can separate the word from God. In the beginning there was the word, and the word was with God, and the word was God. So daily lazima tuwakumbushe tuna preach our truth, because truths ni tatu. Yeah. Kuna yako, kuna yangu, na kuna the absolute truth. Na nobody can tell the truth. But we all know it. We can only give perspectives of the truth. Na kidogo unaongezaga kachumvi ndio feel. You know, we're humans, guys. Nothing wrong about it. True. So guys, leo nataka tu kuchallenge thinking yetu. Remember boy wako anaitagua Reverend Rasta, the one and only. Shoni thinking and living outside the box, you know. We had to challenge the norms. You know, we're here to find solutions to hizi challenges mingi tunapitia kama mayouth, kama binadamu. Mbona kupendana inakuwa kitu ngumu hivyo? Mbona kujipenda inakuwa the hardest part of kupendana? You know, like we're all seeking love outside, but we forget oftenly that the best kind of love comes from within. And the moment you learn to love yourself for who you are, then the whole world learns to love you. Nobody can love you if they don't know you, and nobody can know you unless you know you. You know, that's the irony of life. You know, na ndio maana tunakaa hapa tunabonga daily about how the system imetufunza kuconform, you know. Na the more tuna conform, the more tunajilose, the more tunasahau kujipenda, the more tunaacha kujitrust, the more tuna disconnect from the godness and the goodness within ourselves, you know. Because acha nikuulize swali leo, Miles. Why do you do what you do? Because it feels right. Are you sure? Yep. Because that was a trick question. Why? Then why do you hide things that you want to do? Because from certain people. Because they make me feel insecure about what I like to do. Mana, that's the interesting. Inatakuwa enjoyable sasa. That's the interesting part about life. And you see, sorry, I'm not singling you out. I'm just speaking about the generality of society sahi. You know, like unajua say hapa place tunaishi ni karibu na kampo. So ile kitu kwa interesting ni I get to see this Chiles be brought here. Akiwa amevaa dera, anaendaga kanisa first year, ameokoka yake yote. Then second year kidogo hivi kuna na yeye ameanza kuvaa kamini skirt. Si kamini sana. Tunaanzaga tukiwa hapa, tunakuja zinakuja zikikuwa fupi as the days go by, you know. Yeah. And interestingly, second year ameanza kukatakata maji, ameanza kuchoma kishada. You know, by the time anafika third year hivi ashatupa shahada. I get. Na hiki kitu ni ironical because amadem wakikam wanakuaga maholi Joe, wanakuaga hadi venye anavaa, venye anajibeba, venye anabehave. Clearly you can see the influence ya wazazi, ya society, ya ocha place ametoka. Then akikaa huku realize huku hakuna mtu wao, anaanza kukua their selves. Na si madem peke, hata maboy bro. Kweli. Hiki kitu ina go two ways bro. By the way naweza kwa nimesema madem ni kama sina beef. Unawaingililia wao. Dudu ni venye mimi mostly mabeste wangu wengi ni madem. So at least hao ndio mimi na get to interact nao, wananipatia nini zao, reality zao. But ni funny kumchekia akienda mtaani. Wo boy for the first time utamuona na suti. Ni ile denye anatoka hapa akienda kwao. Wallahi. Hiyo tu ndio the only day atavaa kiatu official. Hiyo ndio ile denye atatoa earrings zake zote, hata huwezi sema ametoboa. Hiyo day hadi anaenda kinyozi ananyoa na anakuaga na madredi. You know kitu ironical about it. Ama dem bro unaonaga venye wanavaga wakienda home. Anavaa full. You know, like anaka wife material fulani. We like, hey, wewe ndio unajua uko na tattoo 16. Yaani hata hakuna tattoo moja unaweza notice. Zimefichwa design fulani. Yaani ile alikuwa anajua kiplace tattoo hapa, akienda home atakuwa na vibe. Akiwa huku ana make sure tunaona hizo tattoo zote. Kweli.
zote bro, mpaka ile yenye inakuwa imefichwa ile place fulani unaionaga somehow ama unajuaga iko but akifika mtaani yani utaonyeshwa. and you see, so that's what I want to talk about today. Mbona tunajikosa kujipenda that much? Mbona tunashindwa kuishi life yenye tunataka kuishi? I think labda ni tulionyeshwa life inafaa muishi life design fulani hivi. But that's exactly what society wants. Wanataka sisi wote to conform. Na unacheki ile kitu inakumake unique, hiyo signature frequency yako. Hiyo ndio ile kitu important kwa hii life. Hiyo signature, hiyo venye wewe uko kwa wasi. Hiyo kitu unapenda kudu miles chini ya maji hiyo. But unajua inakuleteaga joy fulani. Buda, unajua inaweza kuwa tena ni kitu si kitu unaweza fanya mbele ya watu. Sasa unasema bro, but yes, like kubiri shit. Atiku? Kunyonga or something. Unataka kuniambia unaweza ambia say cheki mimi hobby yangu ni kunyonga. Na kwa hii nyumba. Sasa buda, kama hiyo ndo hobby yako, mbona kuwe? Bro, mbona kuwe shy? Like hiyo ndo swali. Like mbona kuwe shy about kitu unajua unapenda. Unaget me kwangu bro, honestly speaking, kunyonga ndio the highest form of self expression, self love bro. That is the highest level. Ile design mi najipenda design bro, hiyo ni nati. Ndio unyonge bro, kwanza ikiwa watch porn uko tu pale tu ati unafikiria una imagine shit alafu una actualize hiyo shit. Bro ni kumaanisha wewe uko intoxicated na yourself. Bro, design hata unid dem ndio umbao. Unaweza jifanya umbao, unaweza jiangalia kwa kioo na ujikule bro. Hiyo ndio in short, hiyo ndio tunajaribu kuniambia. It's the highest form of wewe angalia. Acha nikwambie kitu moja Miles. Mimi realize hii. Unachiki zile vitu zote zenye tumekatazwa kufanya. Zote. Somehow tumekatazwa juu society haikubaliani nazo. But secretly tukiingia social media tunakubaliana kila mtu hudu hiyo shit. Okay, si ni hizi like guilty pleasures. Ndio nasema bro. So we are all okay with saying miss doing hivyo. But we are also all okay kudu hivyo. Bro, take a side. Hawezi kuwa lukewarm. Neither una doing hivyo ama hu doing hivyo. It's that simple bro. Yes, kuna watu wanafanya hivyo like kama morality yako ikukubalishi kunyonga, usinyonge bro. Morality gani? Si morals. Kama morals zako zinasema usinyonge bro, but watu wananyonga unawauliza nini? Si wache wanyonge in peace. Like wewe life yako ya unaingililia kiaje bro? Inakuhusu nini? You know, cause tumefunzwa ku create problems out of nothing bro. Na hiyo ndio ile kitu fulani. Una get like it's okay for you to be you. Cause mimi nilikwambia hivi, sio mwizi alicreate in the image and likeness of God. Si ndio? So in short ni kusema hata God ni mwizi ama yeye ufikiria kuiba. Technically sina la kusema. You know, I'm just saying like ukithink about it, unaona like hiyo ndio ile kitu fulani yenye humans hatutaki kukubali that hii dunia kila kitu iliandikwa na human. Una get? Kuna books nne kwa Bible zimeandikwa about Yesu na Yesu hakuandika hata moja. Ni watu waliandika. Ni memory wake. Kila mse alikuwa pale hivyo akisema Buddha acha nikwambie kweli mimi ndo najua Yesu kuliko nani. Acha na Johnny. Acha kushumi chiki mimi kama Luke. Mimi alikuwa right man. Wote waino wanakuaga wakibonga the same story but wote wako na different accounts. As I told you, they are all telling the truth but all of them are giving their perspective of the truth of their experiences with Jay-Z. Of what they witnessed of the miracle. Because hiyo miracle yenye wanaongelea ni the same. But ukisomea miracle kwa Mark na kwa Luke, what will leave you from a different perspective, and that's what I'm trying to say. Hakuna mwenye anatudanganya but kila mse anatuambia from ile point yenye alikuwa amesema. Unaweza sema God anajua the truth, like the absolute truth. Nani? God. Mimi naweza sema God ndio the absolute truth. Yeye ndio the absolute truth. He is the truth, the light and the way. Na kama inasemekanga nini Bible iniandikwa na wase walikuwa inspired by God. Sasa ndio nakuuliza bro, hata mimi leo nikumaanisha leo nikakuwa inspired by God. Naweza andika Bible. Shida ni tutaverify aje umekuwa inspired by. Tumeverify aje hao wengine walikuwa inspired. Hii story ni history book nimeachiwa pia nikaambiwa Moses. Actually Moses uclaim aliona face ya God. Si ndio? Unaget but ndio nakwambia but hiyo inakuwa ni claim. Because mimi nikianza ku think about the Bible bro, stay ignore the fact that our say Ten Commandments. Bro nikisoma hakukuwa na witnesses, alipandaga kwa mlima akiwa peke yake. Si alirudi nini yake ikishine. Nini?
Ai bro, pengine alikuwa ameenda kukulana huko ama kunyonga. Vitu ni mingi zinazofanya skin yako ishainua. Tulia bro. Wewe waacha man, tukue tu practical. Ama kuna alikuwa alipata ka olive plant pale akajipaka mafuta ya olive oil. Wewe tulia man. Yeye anasema aliona Mungu. Alafu tunafaa tuamini. But sikia pale mi question hiyo story yake. First of all, acha ni 10 commandments hapa hivi bro. Ndio ni make. Uko na nini? Ndio ni make unasema kijana alinyonga face ikashine. Ama ndio maana unasema watu wanakaa fiti wanajonga. Mimi bro, mimi acha nikushow tu. Stay guided, ukue mamba huko nje. Mimi acha nikwambie. Nataka tu kukushow kitu fulani hapa hivi before ni make argument. Lakini yes bro, unasema that's legit. Cheki, nataka usikize hizi vitu, usikize zinakuwa 10 commandments, ndio? Hiyo sasa story ya Moses ni hivi. The first time Moses alipanda kwa hiyo mlima akiwa solo. Hakukuwa na witnesses, hakukuwa na wasee walimpeleka, alipanda akiwa solo, akakaa huko for 40 days akiwa solo. Alafu Moses akaona the burning bush. Well, hiyo story ya 10 commandments iko commanding Moses and the burning bush. Burning bush si kitu alipitia hivi akaona alikuwa huko hivyo juu ndio akaona burning bush na God akamuongelesha akampa hizo commandments. Abuto wa Bible hapo. Wewe tulia bro. Hadi ubiri hadi kwanza. Benzi. Leo ulikuwa uongee topic fulani lakini ubiri. Tabia umehubiri. So me first of all Exodus 3. Lakini key moments of the story, station nikiingia huko ndani. Key moments in the story. The sighting. Moses notices a bush with blazing with fire, yet the plant was not being consumed by the God told Moses not to come closer and take off his shoes. When Moses asked how to name God to the Israelites, God answered, I am who I am. The Moses worries he could not speak well and people unaget in ile time yenye alikuwa Mount Sinai, alikuwa ameenda nini, alikuwa ameenda ndio tumwe Israel aende. So now sasa hii story yangu inaanza, nilikuwa nimeanza na the burning bush juu ya hii. So story yangu inaanza na Moses and the burning bush. Unaget si hapo ndio alionaga God, unaona, na akapata hiyo experience ya burning bush. Then akiwa hapa hivi akapewa mission na God. But hii burning bush, the only burning bush I know yenye unaweza washa na uyekelee kwa leaves zenye ziko hapo hivyo ziko dry na ikose kuziwasha ni kingwai. Kiwola. Tuanze tu hapo man. Kingwai kijianza forest fire. You get? No. Alafu itemia sasa ya 10 commandments God alikuwa ameforsaken Israelites kwa desert. So amepanda kwa mlima tena Sinai. Jeki Mount Sinai iko na mambo. So this time round ameenda kaka peke yake akarudi na 10 commands. So already tumesha establish Moses ni stone. Okay. Una get? Hebu sasa 10 commandments bro, ukizisoma zinakuanga grouped into 3. Ya kwanza ni like nasema ya kwanza inakuwa gani? No other gods. No idols. Do not misuse the name of God. Observe the Sabbath and keep it holy. Now, ndio kitu ironical. Mimi kama stoner nikiandika poem, kitu ya kwanza na doing ni repetition. Una get? Umsi ali repeat the same thing. You shall have no other god than me. You shall not take other gods to worship. Hizo commandment ya kwanza na ya pili ni the same fucking shit, but ako like hapana, ase ni kama wataelewa. Hii ni deep sana. Acha nichape line ya pili hapa yenye una get, acha nikanyagie mafuta. Alafu sasa ndio kumalizia, do not misuse the name of God. Bado tu na fall kwa hiyo category. Alafu anakuambia observe the Sabbath and keep it holy. Hizo mambo yote ni ya God. Yaani hiyo story imeisha. Sasa tunaingia kwa zile zingine za common sense. Unaona? Honor your parents. Honor your father and mother. Unaona? Like logically bro, ukizaliwa kitu ya kwanza unafiligi tu ni it comes innately. Hata wanyama. You know, you observe the animals you see, it comes innately. So these are common sense. You know, you shall not kill. Like kila mtu anajuaga kuua ni wrong. Kama kuchinja kuku inakupeaga trauma na ni kuku unachinja bro. Unaona? You shall not commit adultery. Mse tu aliangalia amechoma kingo yako like kile kitu wase nasumbukana sana ni ati wana kulia na mabibi sana. So nikiwaambia wasikuliane mabibi,
na niwaambie ni God alisema. Filio ndo kitu yenye Moses alikuwa na do bro. Kwa ukiangalia hizi commandments zote, you shall not steal, you shall not lie, you shall not covet. You know, like it's the same. Kwa kutoka hapo hivyo, you shall not commit adultery and you shall not covet. Same thing. You know, same thing. Repeated in different ones. So niko ile point ya hizi 10 commandments pia wasi. Alafu Jesus akasimplify zote akasema the major thing ni tupendane. Tukipendana tutaobey hizo vitu zote. Love God, you know, love your neighbors, you love yourself. As you love yourself. It's that simple. And once you do that, you una achieve kila kitu yenye tumesoma hapa sahi. You know, and that's why I'm telling you, it's hata sijui nilikuwa wapi tukiingia kwa hii topic ya Moses. Umefanya hadi nisahau. Burning bush. Yeah, tukiingia kwa burning bush umefanya hadi nisahau ambao tuliingia kwa burning bush. Ama sijui tu burn kibush. Tunaweza burn kibush. But anyway guys, mimi leo nilikuwa nabonga kuhusu nini Miles? Acha hizo nikumbushe. Uko show una notes hapo kwa lapi. Niko na notes hapo. Angalia notes hapo kwa lapi. Oh yeah, mbona wase wana conform? Mbona wase tunakubali kukua tuliingia story juu ya kuuliza asenyo wanasema wana claim wali inspire wana God. Na mimi leo nikakubali nikasema na claim ku inspire wana God, ndio naandika hizi vitu naandika bro. Ndakuwa nadanganya, ndakuwa nasema rongo. I think the only way ni the same way wali verify. So wali verify? Hawaku verify. Hadi hatujui tu wali verify. Ni kitabu ilipatikana. Kitabu tu ilipatikana alafu ikacheki kitabu iko na a lot of information yenye inaweza control humans kukua societal. Okay. But ukiangalia concept ya God amekuwa kitaka tukue free. God anataka tukue free, si tu conform. Na freedom, na mimi najua hivyo juu kila human being anajaribu kukua free. Kila human being akona kale ka secret tabia kenye ufanya akiwa amejificha. Kweli. Kila mse ako nako. Ama unapata unajitrain not to do it. Unajitrain kukuwa discipline mbele ya watu kusema sifanyangi hiyo kitu juu it's shameful as you said. Kama mse ako na hobby kama hiyo ya kunyonga ni shameful kusema hivyo juu wase wameamua kumshame. But asa wanamshame wanadoing hivyo in secret. Una get? So it's a very ironical world where I feel like people we need to start breaking down all these norms. You know, all these ideologies na nini tumejieka kwa kichwa. We need to break them all these chains bro. Tumejifungia sana. Na spirituality ni freedom. The freedom to understand that hii world itakuja venye wewe unataka ikue. Una get? If you hold on to principles, hold on to them because they are you. Stop trying to make other people be like you. But respect your principles because God anajimanifest in those principles through you. True. Na ukimiti mse mwenye hana principles bro, wacha naye ishi bila principles because God ndani yake anajimanifest hivyo because all of us are created in the image and likeness of the creator of God. We are him and he is us. We are one. You know, we are love. And that's why tuna exist as 7 billion with different characters, different opinions, different lifestyles, different ways of life, and all we need to do is condone each other. Si kujajiana. Si kuitana names. You know? I feel like when we come together and realize that being different, that unique signature ya beste yako man, hiyo ndo kitu ina make dunia a better place. Ndio maana we miss. True. Get cause akona unique signature. Na hii dunia saizi manze sisi wote tumekuwa so confined, especially with mobile phones. Sisi wote tunajaribu ku do the same thing bro. Kuna standard fulani smartphone ilileta. You know, as I was telling you bro, one of the reasons why I love doing this podcast here is because it's unconventional. It feels more real for me to be here than kukua kwa studio mahali nikibonga hizi vitu. But what's expected of me ni nikuwe kwa studio nikido your shit. You know, or what at least I expected of myself before I started this. I was like, si lazima manze nikuwe na studio, si lazima nikuwe, and all those things just played a role in holding me back. They were excuses. But nimerealize hizi na preach na wase wanafurahia na preaching yangu, so mbona nikose ku preach? True. Mbona nikose kuidu? You know? Mbona ni create hizo prisons zote for myself? Hizi vitu zote manze si real. The only real moment is right now, right here. And the moment you start living in this moment right here, right now, unaanza ku realize man, life inakuwa awesome. Inakuwa too amazing, inakuwa too interesting, inakuwa too, you know. Una live too in a bubble of, you know, blessings.
Unakuanga tu umebarikiwa, uko tu happy daily bro, unaamka tu daily uko fulfilled man. Na wase, as usual, this is your boy Reverend Rasta Kiki Masai. Remember that is my truth. Mtu wangu, na story ya Moses tutaipitia vizuri. Ilikuwa by the way it was not meant to be part of this podcast. Tuko mimi kuichambua. Tutachambua hiyo story ya Moses, you know, and several other people. David pia nataka tumchambue, Abraham. You see, there are these people who are superheroes in the Bible, but when you read about them and you put yourself in their shoes, now as a human being, unaona walipitia. They were indeed superheroes. Bro, walikapitia nani. Wacha kila msana ongea kuhusu David na Goliath. Venye David aligonga Goliath. You know? Hakuna msee ubonga kuhusu any other thing other than the success. But ukijana ukimwangalia buda, sijui una get. Alikuwa na dark side na alikuwa na good side. True. Pia ni yeye aliwauria ndiye kule bibi yake. You get your form? Boy was a fucking warrior, man. Yeah, nigga. You know, so it's more like umse ni mse mpoa. But pia tusisahau in the human side, the reason why he was called a man after God's own heart because yeye alikuwa anajua he was a sinner. So he sinned and then he went to God and was like, yo, I sinned again. And he repented. Yeah, you know, but guys, that's my truth. See you in the next episode, which is tomorrow. Manze, until then, kuwa na siku njema mwadau. Yeah, man. Yeah, peace out. Peace out.